Wako ambao wanaamini kabisa katika dawa za kienyeji. Mchungaji kama hivi, mimi ningekuwa ndo mganga wa kienyeji Concord kuliko nyinyi. Nagawa dawa kila asubuhi, mkija mkinitembelea, naambia unaumwa nini? Ambia Mungu anaangalia rohoni, mwilini. Hii nakupa wa mwilini, tena sikupi wa moto, nakupa on taarifa. Kwa anachukua, ananywesha, anafanya vitu vyovyote, na yenyewe ni dini. Kwa ukichukua dini zote ukaziweka, unaziweka kando, lakini unatokea ndani ya dini kuna vikundi sasa vinatokea. Wako ambao hawakubaliani na hivi, wanakuwa na tuibada tu hao, hawakubaliani na hivi, wanakuwa na tuibada tu hao, unaweka kando. Unakuja wa Pentecost na sisi tumegawanyika, na ndio maana tunachoungana ni ibada ya pamoja. Misimamo ya imani zetu hatuingiliani, kila mmoja na ya kwake. Hasikuyachukua walokole, na wao kama walokole wako wanasema hivi, wanasema washirika hai na hoi. Kwa mle ndani mwetu humu kuna wengine wako hai, kuna wengine wako hoi kwenye makanisa yetu haya. Kwa kupata ile kilimu kabisa ya washirika, unakuta wanakuwa wachache. Ndio kitu ambacho Yesu alikuwa anakizungumza. Lakini wakati anazungumza akasema chanzo kimoja cha hivyo, jihadharini na manabii wa uongo. Kwa nje ni kama wema hivi, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali, wanaua kiroho. Wanaweza kawa anazungumza, anasoma maandiko, anaweza kawa anahubiri. Kwa mfano sisi hapa huwezi kulitofautisha. Ukitukuta kwenye mkutano, kila mchungaji amepiga suti yake na kora, huwezi kujua mkweli ni upi. Utaziangalia kazi ndizo zinazotofautisha. Msimamo wa imani ndio unaotofautisha. Kumfuata Yesu ndiko kunako utofautisha. Kuwa na misingi ya kiroho ndiko kunako tutofautisha. Hatutofautiani kwa majengo, hatutofautiani kwa mavazi, hatutofautiani kwa majina ya madhehebu, hatutofautiani kwa urefu au kwa rangi kama wengine wazungu. Tunatofautiana kwa misimamo. Tunamfuata Yesu kwa namna gani? Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Tunamfuata kwa njia nyembamba au tunamfuata kwa njia pana? Hiyo ndio tofauti yetu. Na hata humu kanisani humu hatutofautiani kwa kwaya, kwamba moja ni amani, nyingine ni uwezo. Tunatofautiana kwa misimamo. Wako watu ambao wameamua moja kwa moja, liwe na liwe, mbinguni lazima afike. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Yesu alizungumza na namna hiyo, akaongeza jambo la pili. Ukiangalia ule mstari wa 10 anasema vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Mtu ili azae matunda ni lazima ndani kwake ndio kuwe na tunda. Mparachichi lazima uzae mparachichi tu, hauwezi mparachichi ukazaa mwembe, kwa sababu ndio asili yake. Kila mtu na asili yake. Ndio maana kwenye wokovu huu lazima ukubali toba ya kweli. Yaani toba ya kweli ya kwamba nimeamua kumfuata Yesu ni ya lazima sana. Ukiwa na toba ya juu, utakuwa na kitu kibaya moyoni. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze neno. Ninajua tumeokoka, lakini kuna watu vitu vinabaki. Kama huna habari, kuna watu vitu wanaviacha. Niwahi kuzungumza siku moja miaka ya nyuma. Alikuweko baba mmoja aliokoka, lakini wakati anaokoka kumbe alikuwa na shida. Yule mzee alikuwa na shida. Kwenye ile shida yake ilisababisha wawe na ugomvi na majirani. Gomvi mkubwa. Sasa ule ugomvi ukampelekea akaamua kwenda Mombasa kutafuta dawa. Akatafuta dawa Mombasa, akainunua. Miaka ile ilikuwa ya 80 na kitu. Kwa wakati huo alinunua kwa 500 na ngapi, zilikuwa hela nyingi. Kwa aliamini ndio naye mlindi. Kwa alipokata shauri ameokoka, ile dawa hakutoa. Akamwambia hii dawa nilinunua kwa gharama sana, siwezi kutoa, nitabaki nayo mpaka pale nitakapojihakikishia ushindi upande huu. Akabaki nayo, akaenda.
Baadaye kama ilipita kama miaka 3 au 4 hivi, ndo Mungu akakutana naye, ndo akawa naeleza kwamba mchungaji, sio mimi, alikuwa anamwendea mchungaji wake, nimeona nilete dawa hii. Sikuileta wakati nakata shauri, kwa sababu niliona hii dawa nimenunua gharama, siwezi kutoa hela zangu kienyeji, sijaona inavyofanya kazi sana, na alafu nikaitupa. Kwa hiyo nikaitunza. Hasa kwa kuwa nilitunza, leo nimeona Mungu amesema na mimi niilete. Mchungaji akaambia lete, akaleta, wakaichoma moto. Huwa zile dawa hatutupi mtoni, hatutupi kwenye choo, hatutupi sijui wapi, tunachoma. Na hata kama ziko tunachoma sisi, hatutupi zile, tunawasha moto. Nakumbuka kipindi amekuja Bonke mwaka 92 Mbeya, alikuwa na mapipa 3 ya kuchomea hirizi, akachukua akachoma. Alipochoma ndio yule mtu akapona. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka pia sisi hapa tuliwahi kukutana na kituko kwa zamani, watu wanakumbuka. Alikuja dada mmoja anasema, mchungaji, tuko shuleni. Mchungaji, mimi nimekuja nataka kuombewa, lakini nimekuja kuombewa ili nifie kanisani. Tukaambia kanisani hawafii, kanisani wanapoda. Yaani amechoka dada wa watu. Akaja ameshindwa kukaa. Akashindwa kukaa hivi wanavyoshuhudia hapa, maana wamesema pita mbele, ameshindwa kukaa, akapiga magoti. Hawezi kupiga magoti namna hii, amepiga ameinama kama vile kuku wa kideri namna hii. Vipi? Anasema nimekuja kufia kanisa. Tukamwambia kanisani hawafi. Tukamwombea. Tulipomwombea siku ya kwanza, tukamwombea siku ya pili. Baadaye wiki iliyofuata akasema, mchungaji, na nieleze jambo moja. Nikamwambia eleze. Akaambia, ila baba, kuna dawa moja ninayo nyumbani. Dawa ikoje? Nilinunua hela nyingi sana wakati ule, 5. Nimeona niilete, nimenunua 4,500. Kwa nikaona na yenyewe basi niilete. Kaambia ilete, akaileta. Tukaichoma. Tulipoichoma, Mungu wanadamu wa dunia, lugha za dunia nasema Mungu si athumani. Mungu ni Mungu tu. Afya yake kaanza kurudi. Mimi nakumbuka kwenye huduma hii tumeombea hapa kanisani wenye ukimwi kabisa kama watu 3 wamepona kabisa wazima. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule akapona, lakini wakati anakuja hakuja nayo kwa sababu ile dawa ilionekana ni ya thamani sana. Ndio maana akaiacha nyuma, akaja yeye kama yeye. Lakini ndio maana Biblia inasema hivi, anazungumza hapa kwamba mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Yaani kama kuna kitu umekiacha, kile ndicho kitakachozalisha ubaya, kile ndicho. Labda nisome Biblia kidogo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Nimekumbuka andiko hili. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Nitasoma kwa kuruka, lakini anza mstari wa 9. Biblia inasema, na mtu mmoja jina lake Simeoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini alipomwamini Filipo, akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini, akabatizwa. Akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Mstari wa 18. Hata Simoni alipoona kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha, akisema, nipeni na mimi uweza huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu.
Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Asitubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana ili kama yamkini usamehewe fikira yako ya moyo wako. Naona alipoona wanaingia, kumbe yule alikuwa hajaokoketi. Ile ilikuwa jeuri ya jana yako na maji, akakubali na yeye akabatizwa. Kwa hiyo anabatizwa vile vitu nafi, si ndio? Biblia inasema vile vitu akabakia nafi. Sasa siri imekuja kufichwa wapi? Wakati anaona kina Petro na Yohana wanawekea mikono wale watu, akasema nikijumulisha na kale niliko nako hapa na mambo yatakuwa makubwa. Ndio kaniambia, jamani, naomba nimuniuzie. Wala akasema, nani aliyekuambia kipawa cha Mungu kinauzwa kwa fedha? Ana sababu kuhudhuria, ana sababu nyingi za kufanya kama anashindwa kwa sababu za msingi. Nataka nikwambie, mbinguni hakuna sababu ya msingi ya kukufanya wewe ushindwe kufika. Haipo. Yesu anasema hivi, wenye haki watawahukumu waovu. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wenye haki watawahukumu waovu. Kwa namna gani? Kwa namna hii. Ukisema sababu mimi Bwana uchumi ulikuwa unanisumbua, ndio maana nilishindwa kusema, nilikuwa natafuta hela ili nisomeshe watoto, tule na watoto wangu, nipate na nguo yako. Na wengine wanasema nipate na hela ya sadaka. Ni kama vile sadaka kanisani ndio tunaipenda sana kuliko mtu. Atasema haya, inuka Lazaro. Lazaro huyo alikuwa kifuani mwa Ibrahimu, lakini bado hakushinda. Anasimama mtu ambia, unajua mimi Mungu ni kweli, lakini kwa sababu nilikuwa mjane, ndio maana nikashindwa ujane huu. Shetani ashindwe kabisa. Ataambia, inuka wewe hapa Ana. Atamwambia Ana, mimi Bwana nilikaa miaka 7 tu kwenye ndoa yangu, miaka 84 sikurudi nyuma. Wewe utasemeje? Kwa sababu tu nilikuwa na shida ya watoto, wakaniambia mganga fulani ataambia, wewe inuka Hana, inuka hapa, inuka hapa, inuka hapa. Sara alikaa na mume wake miaka 25 hajapata mtoto, akaja kupata mtoto wa uzeeni. Wewe uliyesema ni sababu, itaonekana sababu yako ni feki. Utasema mimi kwa sababu, unajua mimi nilishindwa kwa sababu gani? Kwa sababu mimi mume wangu alikuwa msumbufu. Atasimama Abigail. Abigail anasema, nilikuwa na mume wangu alikuwa anaitwa Nabali, manake mjinga, na kweli alikuwa mjinga mume wangu, lakini niliishi naye mpaka nikafanikiwa. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema wenye haki watahukumu waovu. Anasema hapana, mimi ni kwa sababu tu mke wangu alikuwa msumbufu sana. Alikuwa msumbufu. Tunamleta hapa. Njoo hapa. Njoo hapa. Kaa hapa wewe. Wewe unasemeje? Alishindwa yeye tu. Mimi Bwana mume wangu nilimuweza, nilimudu. Angeolewa na mwingine hata mbinguni, hata kanisani asingeendelea. Lakini mimi nilimuweza yule mwanamke. Kwa sababu mimi mawazo yangu haikuwa swala la ndoa kama kitu cha mwisho. Mawazo yangu mimi nilikuwa nawaza kufika mbinguni. Kwa hiki nikiona kisio sababu. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia wako wanawake wasumbufu. Alikuweko mke wa Ayubu ambaye alikwambia simtukane Mungu ili ufe. Alikuweko mke wa Ahabu akasema amekukatalia shamba Naboth, niachie mimi. Akatafuta watu wakamuua yule Naboth.